amejifungua mtoto wake wa kike mzuri sana baada ya miaka mitatu akihangaika kwenye ndoa, akibeba mimba zake zinaharibika, ikafika hatua mimba zikawa haziwezi kuingia tena kwa sababu alikuwa na changamoto ya uvimbe kwenye kizazi, ikafika hatua mirija ya uzazi pia nayo ikaziba, na haya yote yalikuwa yanasababishwa na maambukizi ya bakteria pamoja na hormonal imbalance au homoni kuvurugika, kujikuta hedhi haieleweki na kupelekea kupata uvimbe kwenye kizazi. Lakini alijaribu matibabu mbalimbali, akijaribu kufanya operation ya uvimbe, kuzibua mirija, lakini changamoto zake zikawa zinajirudia kwa sababu yanaondolewa yale matatizo makubwa, ila vyanzo vya matatizo hayo vinabaki. Hivyo ikawa ni rahisi kwake changamoto yake kujirudia, akawa anaendelea kubeba mimba zinaharibika, na ikafika hatua mimba zikawa hazipatikani. Lakini alikutana na mimi katika mtandao wa TikTok, akanifuatilia, akakutana na shuhuda za wanawake wengine na akaamini, akaona okay, na yeye anaweza kupata usaidizi na akapona. Ndipo alipoamua kunitafuta WhatsApp, akanielezea changamoto yake, nami nikampa utaratibu ni namna ipi sahihi ya yeye kuweza kupona changamoto zake, na akaweza kubeba ujauzito kiurahisi na akajifungua salama. Hapa naangalia alinitafuta ikiwa ni mwezi upi na mwaka gani kwa mara ya kwanza ananitafuta, na ilikuwa kuaje mpaka akabahatika kufanikiwa katika hilo jambo lake ambalo amefanikiwa. Sawa, na hapa tukiangalia ilikuwa ni Julai 11, 2025, 2025 mwezi wa 7, ndio aliponitafuta akaniambia habari, akapokelewa na ujumbe, akaniambia papa dokta, nisaidie mimba yangu inafataka haribika. Hapa aliongea Kikongo, lakini anamaanisha kwamba mimba zake zimekuwa zikiharibika, atumie dawa gani? Nikamuuliza hapo unaitwa nani? Akasema anaitwa Zawadi na ana miaka 27. Lakini nikaongea naye, nikampigia kwa dakika 7 hapa. Nikampigia dakika 7, tukazungumza na nikamwelekeza namna matibabu yatakavyofanya kazi, atatumia muda gani na atapata nini cha ziada nje na matibabu, kitu ambacho watu wengi wanakikosa. Akishapewa matibabu anatelekezwa, amepona ni yeye, hajapona ni yeye. Lakini kwangu unapata pia usimamizi. Lakini matibabu yake yalikuwa na kosti dola 210 ya Kimarekani, kwa sababu ya yupo Kongo ni dola 210. Akatumia dawa na akawa anaendelea vizuri na mabadiliko yakaanza kuwepo. Lakini akaja akanitafuta siku nyingine kama inavyoonekana hapa, akawa amebahatika kupata ujauzito. Ilikuwa ni 20 Septemba, tarehe 20 mwezi wa 9, baada ya kuwa amepata ujauzito. Alikosa hedhi ya mwezi wa 9, akaona tarehe zimepitiliza, akawa anajisikia dalili ambazo sio nzuri, akaenda kupima, na hedhi yake ya mwisho ilikuwa ni tarehe 19 mwezi wa 8. Ndio akapima, kipimo kikaonesha mistari miwili kwamba yeye ni mjamzito. Nikamuuliza umepima lini? Akaniambia leo. Nikamwambia okay, hongera. Akasema je, niendelee kutumia dawa? Nikamwambia ndio, endelea kutumia dawa. Kwa hiyo alitumia dozi mwezi mmoja tu, na dawa akawa baadhi hajazimalizia, akabahatika kupata ujauzito baada ya miaka 3. Lakini dozi ya mwezi mmoja ikaenda kubadilisha kila kitu. Kwa hiyo nikaendelea kumfuatilia, nikaendelea kumwelekeza vitu muhimu vya kufanya, vitu vya msingi vya kuzingatia ili mimba yake iendelee kukua vizuri, kama ambavyo nimekuwa nikitoa pia ushauri kwa TikTok kwamba ukishabeba mimba epuka haya, zingatia haya ili mimba yako iweze kukua salama. Lakini baada ya kupata ujauzito alianza kuniunganisha na marafiki zake ambao na wao wana changamoto kama ya kwake. Hivi ni vipimo vya rafiki yake mojawapo, na mpaka sasa alishaniunganisha na marafiki zake 4. Kwa hiyo mtu akifanikiwa ni rahisi kukuunganisha na mtu mwingine ambaye ana changamoto. Usikate tamaa, ipo siku utafanikiwa jambo lako. Lakini ni lazima utambue kwamba mtoto anakuja kwa maandalizi, anaandaliwa. Ni lazima mfumo wako uzazi uwe tayari, uandaliwe, uwe vizuri, ili hata ukipata mimba, basi mimba itunge katika mazingira mazuri. Ukiwa ni yule ambaye hautaki kulipa gharama ili upate kitu ambacho unakihitaji, ni ngumu sana kuweza kufanikiwa.
hapa ndo waliniambia umeramuka salama, niko Kudawa, naomba maombi yako. Kudawa ndo hospitali. Hapo ndo alikuwa ameanza kupata uchungu. Hapa alisema vipi papa, nimezaa file Messi kwa maombi fana wangu. Hapa alikuwa anamaanisha Wakongo wanaelewa hapa, au Wafaransa, kwamba amejifungua mtoto wa kike, anashukuru kwa maombi yangu. Kwa hiyo hapo unaona kwamba inawezekana hata kama ni kwako umekata tamaa, usikate tamaa. Kila kitu kinawezekana pale ambapo unaamua kutafuta suluhisho sahihi. Mimi napatikana Dar es Salaam, Tanzania, ila matibabu yako unayapata popote kwa imani, na ukitumia kwa imani basi unafanikiwa kupata kila ambacho umekitafuta muda mrefu bila mafanikio. Mungu akubariki, usikate tamaa. Ukiamua kuchukua hatua leo, basi muda mchache ujao utakuwa unazungumza vitu vingine kabisa.